Bwana Yesu apewe sifa. Asante Mungu kwa ajili ya walimu wetu. Asante Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tunaomba Mungu azidi kuwafundisha walimu wetu, kuwapa ufunuo na kuwapa hekima na ujasiri wa kuihubiri Injili kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyoagiza. Tunaomba pia Mungu atuangazie akili zetu tupate kufahamu maandiko yake matakatifu na kuyazingatia. Na pia Mungu atujalie tuwe wanyenyekevu chini ya viongozi wetu, watumishi wote ambao amewaweka chini yetu. Tusijifanye kwamba tunajua, tusijifanye kwamba sisi tuna hekima. Hakuna anayejua, hakuna ambaye amefikia level za Yesu Kristo. Sote tuko tunajifunza, kwa hiyo tunyenyekee. Hivyo basi, karibuni tena ndugu zangu katika utangulizi wa kitabu kingine cha Yona. Na ujumbe mkubwa wa kitabu hiki ni kwamba kinaelezea Mungu mwenye rehema, wema wa Mungu. Okay, kinaelezea wema wa Mungu. Karibu nitaanza kwa kusoma. Summary kitabu cha Yona. Kitabu chenye debate kubwa sana. Maana ya jina la Yona. Yona maana yake ni njiwa. Na sifa za njiwa: mpole, hana makuu, ni mojawapo ya alama ya roho katika Biblia ni njiwa. Narudia tena. Na mojawapo ya alama ya roho ni alama ya Roho Mtakatifu katika Biblia ni njiwa. Yesu alipobatizwa, njiwa alimshukia. Haimaanishi kuwa Roho Mtakatifu ni njiwa. Amejionyesha kwa alama ya njiwa. Debate kutokana na kitabu. Watu wanahoji, inawezekana mtu kukaa kwenye tumbo la nyangumi siku 3 mchana na usiku asiwe amekufa? Na kuna miujiza kama 8 ndani ya kitabu. Wengine wanahoji hii miujiza. Kwa nini na kwa sisi ambao tumebahatika kupita katika vyuo vya Biblia, ukikutana na wale walimu waliojitoa ufahamu, wao wanasema ni fictional. Wanakiapproach kama story tu. Wengine wanakiapproach kama parable, lugha ya mafumba, wengine kama allegory, wengine kama historical books, wengine kama kitabu cha kinabii. Na najua wengi huwa mnasearch kwenye mtandao na wengi hamsikilizi voice, mna Google. Sio mbaya kwa Google. Hofu yangu ni uwezo wa kuchuja, kwa sababu sio kila kilichoandikwa kwenye mtandao ni sahihi. Mfano, jana baada ya kupitia library kwa kuconnect biblical dots, nikaja kugundua kitabu cha Obadia ni moja ya kitabu kikongwe kilichoandikwa miaka 800 na kitu. Pia nikaona mtu ameandika kuwa kiliandikwa baada ya anguko la Yerusalemu. Sasa matatizo ndio hayo. Mtu ameenda Google akapata mwaka 500 na kwa kuangamia anguko la Yuda na Israeli. Lakini huyu mtu jana hana fakti nyingine za Biblia. Ametoa tu kwenye mtandao. Faida mnazipata kupitia hizi voice. Sisemi kuwa nikisema mimi ni alfa na omega, hapana. At least ninakuwa nimefanya assignment fulani na ninakupa preview hizi zikusaidie. Mtandao ni mzuri sana, lakini usiuegemee sana. Otherwise, kama una nafasi ya kwenda library na kusoma maandiko ya scholars wakubwa wanaotambulika, haina shida. Kwa hiyo Mungu akubariki. Hayo ni maoni ya mwalimu jamani, anatuonya juu ya kugoogle vitu kwenye mtandao. Sasa nitajaribu kutetea baadhi ya hoja. Wengine wanasema hiki kitabu ni parable, wakimaanisha kuwa ni lugha ya mafumbo tu. Kama Yesu alivyokuaga anasema mfano wa mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ile ni parable, lakini in real life hakuwepo mpanzi wa namna hiyo. Na kitabu hiki kinakataa kukitreat kama parable. Parable zozote huwa associate na miracle, na kitabu kina miujiza karibu 8. Wengine wanasema allegory. Allegory ni lugha ya mfananisho wa vitu. Mfano Yesu alivyosema ufalme wa Mungu umefanana na, ile ndiyo allegory. Na kanuni ya usomaji wa Biblia ni marufuku kutreat andiko lolote kama allegory unless Biblia yenyewe iseme ni allegory. Kwa hiyo, ukiona kitu chochote kinasema kitu fulani kinafanana na, hiyo ni allegory. Ufananisha tukio moja na jingine kwa ajili ya kuelewa. Ukikutana na sentensi ya hivyo usilegalize. Hivyo, kitabu cha Yona kinagoma kuwa allegory. Kwa nini kinagoma? Kwa sababu hakuna mahali popote aliposema kuwa hii story ya Yona inafanana na. Wengine wanasema kitabu hiki ni cha hadithi.
Yaani kina Yona wamepewa picha ya wahusika wakuu kuwa na story tu za kusadikika. Biblia yenyewe inakataa hilo. Mfano, mji wa Ninawi ni mji halisi, sio wa kusadikika. Nchi ya Yuda na Israeli ni nchi kabisa. Yona mwana wa Amitai ambaye ametajwa kwenye Wafalme wa Pili au wa kwanza, Wafalme wa Pili ametajwa. Kipindi cha Yeroboamu, Yona alikuwa alitabiri upande wa Israeli. Huyu ni mtu halisi na kubwa kuliko yote. Yesu amejifananisha na Yona. Kwa taarifa yako, ni nabii Yona pekee Yesu amejifananisha naye. Alijifananisha akisema, kama vile Yona alipokuwa kwenye tumbo la samaki siku 3 mchana na usiku, ndivyo mwana wa Adamu atakaa kwenye moyo wa nchi siku 3 mchana na usiku. Hivyo Yesu akimtambua Yona na akasema kama real event, maana yake sio myth, parable wala allegory. Hakuna profesa mwingine anayeweza kukufundisha kinyume cha hivi. Yeye ndio final authority katika kila kitu. Sisi tunafuata hizi evidence na kuona kila kilichoandikwa ndani ya kitabu ni cha kweli. Niseme tu, wengi wanaojaribu kukriticize hivi vitabu ni watu wanaojaribu kumkataa Mungu, na njia rahisi ya kumkataa Mungu ni kukataa miujiza. Kwa sababu hawa huwa wanataka Biblia ichukuliwe kama vitabu vingine. Na Biblia iko tofauti na vingine ni kutokana na miujiza, na kwa akili ya binadamu haiwezekani. Ukitoa miujiza yote kwenye Biblia unakuwa unaikataa Biblia nzima, na ukiitaka Biblia unamuondoa Mungu. Ukiikata Biblia unamuondoa Mungu kwenye Biblia na kubaki kama kitabu kingine. Kwa mtu anayeamini kama unaamini Mwanzo 1:1, Mungu aliumba mbingu na dunia, basi tunapaswa kuamini kila kilichoandikwa kwenye Biblia. Nilitamani kuweka haya ili uelewe. Asante mwalimu wetu. Story ya Yona kwenda Ninawi ni mmoja ya story pia inafundishwa kidogo kwa ukakasi. Wengi wanafikiri Yona alipotumwa aliogopa kufa kwa sababu ya watu wa Ninawi. Jibu sio kweli. Ukisoma Wafalme wa Pili utaona habari ya Yeroboamu. Yona alikuwa nabii, alitabiri kipindi Yeroboamu anatawala na alikuwa muovu. Chanzo kwa nini Yona alitumwa Ninawi? Huyu Yeroboamu pamoja na uovu wake wote, Mungu alimtuma akahubiri kuwa nchi itaadhibiwa, na Yeroboamu ataadhibiwa kwa sababu ya uovu na dhambi zake. Yona alipoenda kuhubiri alishindana sana na huyu Yeroboamu. Baadaye Yeroboamu akafanya kosa kubwa zaidi. Mfalme aliyepita alipigana na majeshi ya Ashuru na akakomboa eneo kubwa la ardhi ya Israeli. Bahati mbaya Yeroboamu akaja kufanya mkataba wa amani na kugawa eneo kwa maadui, na akamkasirisha Mungu na Israeli. Na nabii aliyeenda kukemea alikuwa Yona. Bahati mbaya kipindi hicho wale wafalme wa mataifa waliokuwa wanagombana na Israeli walijisifu na kuongea maneno mabaya ya kumtukana Mungu. Mungu akakasirika na akataka kuadhibu yale mataifa. Akamtuma Yona aende akamwambia Yeroboamu kuwa nitakufanikisha na kukuinua. Huo ujumbe ulimchanganya Yona kwa sababu anafahamu Yeroboamu ni mbaya. Au kama Mungu anataka kumtia moyo Yeroboamu na kuahidi kumfanikisha. Yona asijue kuwa Mungu anataka kulipiza kisasi juu ya maadui wa taifa lingine. Somo wakati mwingine tunajifunza hapa, kuna somo la kujifunza. Mwalimu anasema wakati mwingine sio kila Mungu anapokutumia unakuwa uko sawa, na sio kwa sababu anakutetea na kukupigania uko sawa. Hapana, ni kwa sababu wakati mwingine unaopigana nao ni waovu kuliko wewe. Mara nyingi hiyo biashara ya Mungu kuwapiga adui zao ikiisha, nawe usipotubu, Mungu atarudi kukuadhibu pia. Yona anakasirika kuwa Mungu amemsaliti. Haiwezekani mtu aliyemtabiria mabaya Mungu anamsamehe kirahisi hivyo. Yona akawa na kinyongo na Mungu. Wakati huo huo taifa la Ashuru, haiwezekani kuwa aliyemtabiria mabaya taifa la Ashuru, makao makuu yake. Wakati huo taifa la Ashuru makao makuu yake Ninawi ikazidi kupata nguvu. Hawa jamaa walitawala zaidi ya miaka 700 dunia nzima. Walikuwa na nguvu na sera zao zilikuwa za uovu sana. Waliwaua mateka kwa kuchonga miti na kuwaingiza sehemu za haja kubwa na kutokezea utosini.
Kila taifa lilikuwa na staili zake za kuua. Wengine waliwachoma moto, wengine waliua kwa upanga, wengine waliua kwa sumu, wengine waliwasulubisha. Waashuru walikuwa waovu, waabudu sanamu, ibada za kizinaa na miungu na kishetani. Ninawi kwa sasa ni miji ipo Iraki na Irani kwa sasa. Mungu alipoona huu uovu na akaona uovu wa Israeli, akaamua kutaka kuwarehemu Ashuru. Kutaka kuwarehemu Israeli. Sababu kubwa mbili kwa nini Mungu anataka kuwarehemu Ashuru. Kipindi hiki Israeli ilikuwa na wafalme waovu wengi. Haswa Yeroboamu. Kipindi hiki Mungu akaona awape nafasi Israeli ya kutubu. Kipindi hicho adui mkubwa alikuwa taifa la Ashuru. Mungu akawapa muda Israeli wahubiriwe Injili. Na hapa niseme tu, mara nyingi habari njema huhubiriwa wakati wa amani. Ndio maana amani na Injili ni vitu vinavyoenda sambamba. Ndio maana tunaomba amani ili Injili ihubiriwe. Timotheo wa kwanza sura ya 2 inasema, nataka dua na sala na maombi ifanyike kwa ajili ya watawala, ili tuhubiri kwa amani na watu wote waokolewe. Sasa Mungu anataka watubu na inabidi atengeneze mazingira ya amani. Na akafanya watu wa Ninawi wasishambulie Ninawi. Akamtuma Yona kwenda kuhubiri toba na wakapatana na Mungu. Na hapa wakapata amani na taifa likastawi sana. Baada ya kufanikiwa hawakumtafuta Mungu. Ndipo Mungu akatuma kina Amosi, Hosea mpaka wakaitwa ng'ombe wa Bashani. Ile amani walifikiri wanapata kwa sababu miungu, kumbe Mungu aliwapa wawe na amani ili watumishi wake wahubiri na wao watubu ili mpango wa Mungu utimie. Wakati Mungu anaanza kumtuma ndipo mgogoro ukatokea. Yona akamgomea Mungu kwa sababu anajua Mungu ni mwenye rehema. Akihubiri Ninawi, Mungu atawasamehe kama alivyosamehe Yeroboamu. Yona alitaka Mungu akisema atawapiga kwa radi, na basi radi itokee. Meseji kuu ya kitabu hiki, Mungu wa rehema. Yona akaona bora asiende kuhubiri ili Mungu afanye kinyume chake. Yona hakuogopa kufa. Kama angeogopa kufa wakati bahari inachafuka, asingelala na waliomkamata wakamuuliza tukufanyeje? Akasema nitupe baharini. Wakapiga kura, na hapa tunapata kanuni nyingine. Mungu ndiye anayecontrol kura. Mungu anaamua kura zinazopigwa na anaweza kuamua kwa rehema au kwa haki. Akiamua kwa rehema, kura zinanyooka na kupata kiongozi watu wanaomtaka. Akiamua kwa haki, anatupa kiongozi sawasawa na haki zetu. Hapo ndipo uchaguzi huibiwa na tunabaki tunalia. Hivyo, tunapoombea uchaguzi, ombea sana Mungu atupe kiongozi kwa rehema zake na si kwa haki yetu, kwa sababu sisi ni waovu. Atatupa tunayestahili, atatupa mwizi mwenzetu. Swali, Yona alipotupwa ndani ya maji alikufa au la? Hapa wanaojiita scholars wanajaribu kuuliza, na inafurahisha wanaposema Yona alisurvive kuliko kusema Yona alikufa. Ukisoma vizuri Biblia yako utagundua Yona alikufa. Inamchukua mtu dakika 1.5 hadi dakika 10 mtu ndani ya maji akitaka kufa. Yona alikufa, na ukisoma wakati anaomba aliomba akiwa kuzimu. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inaleta maana na neno la Kiebrania lililotumika linaitwa Sheol. Aliomba akiwa Sheol. Samaki alimtapika akiwa maiti na Mungu akamrejeshea roho akawa hai. Ndiyo maana Yesu anafananisha hilo tukio na ufufuo wake. Ukisema Yona alisurvive hakufa ni sawa na kusema Yesu hakufa msalabani. Na mojawapo ya propaganda inayohubiriwa na shetani anaipenda ni watu waamini Yesu hakufa, kwa sababu wokovu uko katika kifo, kuzikwa, kufufuka kwa Yesu. Yona alikufa na akiwa kuzimu aliomba na Mungu alimsikia maombi yake. Hapa tena inakuja teolojia nyingine. Mtu anawezaje kuomba akiwa kuzimu? Kwa sababu tunasema mtu akifa amekufa, lakini Biblia inatuonyesha mtu akifa anaweza kuomba na Mungu akamsikia. Kwa sababu Yesu alipotoa mfano wa tajiri aliomba yule tajiri kwamba na kuomba utume watu waende, akakataliwa. Hairuhusiwi kumwombea aliyekufa, lakini aliyekufa akienda kuzimu roho inaweza kuomba.
Swala la kukubaliwa na kukataliwa ni la Mungu. Hivyo Yona aliporudishiwa uhai akaenda kuhubiri, watu wakatubu na akakasirika na Mungu akatuma tena mdudu mwingine. Na huu miujiza mwingine mkubwa kuliko wa Yona kutoka tumbo la samaki. Yule mdudu kutumwa na Mungu na kula mzizi wa mmea uliompa kiburi Yona. Ni kitabu kizuri, tunaona rehema ya Mungu kwa mataifa yote. Mungu ni wa mataifa yote, tumemjua kupitia taifa la Israeli. Taarifa zingine. Yona ametokea Nazareti kama alipotokea Yesu. Alipomaliza kuhubiri miaka 150 baadaye, Mungu alimtuma Nahumu kwenye mji huo. Nahumu alihubiri kutangaza hukumu. Alipotangaza wakafa wote. Mwaka 612 Babuloni ikareise na Ashuru ikaanguka. Ujumbe wa Mungu. Mungu hapendi taifa lolote kuangamia, anataka watu wote wafikie toba. Asante mwalimu, na Mungu akubariki sana mwalimu wetu. Asante jamani, nitaishia hapa utangulizi wa kitabu cha Yona. Message kubwa, Mungu ni wa rehema na Mungu ni wa mataifa yote. Mungu afurahi kifo cha mtu mbaya, anataka wote tufikie toba. Mungu atubariki na tusaidie kuelewa maandiko yake na tuchukulie wokovu serious. Asante, tukutane tena wakati ujao. Amen.